Sasa leo nitakupa stori ya kutisha ila ni ya kweli kabisa. Stori hii inatokea kule nchini Uganda. Dada mmoja tumuite Amina. Amina aliingia kwenye mahusiano na kijana mmoja tumuite Robert. Robert alikuwa ni aina ya mwanaume ambaye alikuwa anamgharamia sana mpenzi wake Amina. Alikuwa anamnunulia nguo nzuri, anampa pesa nyingi, hata upande wa kodi kijana yule alikuwa anagharamia sana. Ingawa wote walikuwa ni wanafunzi wa chuo, ila Robert alionekana kwao wana uwezo sana. Mabinti wenzake na Amina walikuwa wanamuonea sana wivu, sababu alikuwa anaishi ndoto za kila binti aliyepo chuo kwa kuwa na vitu vizuri. Amina na Robert wakadumu kwenye mahusiano kwa muda mrefu tu, ila kila wakikutana ilikuwa ni kwenye mahoteli ya kifahari sana. Mpaka siku moja Amina akamlazimisha sana Robert ampeleke kwao. Robert alikuwa ngumu sana, ila kwa vile Amina alikuwa anasisitiza sana, Robert akakubali kumpeleka. Hatimaye siku ikafika, Robert akampeleka Amina kwao. Kufika ni jumba moja la kifahari ambalo lipo katikati ya mji. Kufika Amina anamuuliza, wazazi wako wako wapi? Robert akasema, wewe kaa, watakuja tu. Hatimaye siku ya pili, mara ya tatu, bado wazazi wa Robert hawajaja, mpaka Amina akaanza kuhisi vibaya, labda hawataki kuonana naye, ila Robert akamiambia kuwa na subira, watakuja tu. Hatimaye siku ya nne, mida ya saa 6 za usiku, Amina kushtuka anasikia kama mpenzi wake Robert kuna watu anaongea nao chumba cha pili. Asubuhi kufika, Amina akamuuliza, ulikuwa unaongea na nani jana? Robert akalikaushia swali na akamwambia, leo unaonana na wazazi wangu. Amina alifurahi sana kusikia hivyo. Hatimaye usiku, mida ya saa 5 usiku, wapo sebleni, Amina na Robert, vikatokea viumbe vya ajabu sana mbele yao. Amina kumwangalia Robert, pia na yeye akabadilika kama viumbe vile alivyoviona. Robert akamwambia Amina, mimi ni jini, na kawaida nikiwaleta wanawake hapa mara nyingi huwa na watoa kafara, ila kwako nimekupenda na nipo tayari kufunga ndoa na wewe. Amina kabaki kaduaje, part 2 inaishaje? Basi usiache kunifollow na kuandika part 2.